Mimi naitwa Abdallah Omari. Abdallah Omari. Una umri wa miaka mingapi? Na umri wa miaka 29. 29. Na hii changamoto ambayo unayo sasa hivi ndugu yangu ina muda gani tangia kupata? Tangia 2013. 2013. Okay. Na unaweza kutueleza kidogo ilikuwaje mpaka kufikia hivi? Ilitokea tu, niliamka tu siku hiyo. Yaani ilitokea tu nililala. Alafu asubuhi yake nikashindwa kuamka. Nikapelekwa hospitalini ya mkoani pale Singida. Kanipima hapo kaniambia ni malaria. Sasa hali ya kutembea ikawa ikaanza. Ikawa siwezi kutembea tena. Ndio nikapewa rufaa nikaenda Muhimbili. Nilipoenda huko Muhimbili wakaniambia ni usumbufu wa uti wa mgongo unani uvimbe. Okay. Sasa ndo umetokea hivyo. Mpaka leo iko hivi. Ni mtazamaji, kama unavyoona nyuma kuna biashara ambayo tumeikuta sisi hapa wenyewe, na tulikuwa tunatamani muhusika mwenyewe kwa sababu yupo atuambie biashara hii. Biashara ambayo ipo nyuma ni ya kwako, sio? Na ndo unajishughulisha nayo kusudi kuweza kupata chochote. Kusudi kupata 200. Sahihi kabisa. La kunisaidia na familia. Kabisa. Watu wanakutazama muda huu na huenda wakawa wanakutazama lakini hawajui nini ambacho unakihitaji, kwa sababu bila mtu kuongea maana kwamba watu hawawezi kufahamu. Ungetamani watu wanaokutazama muda huu, wadau, wafanye nini ili kusudi angalau ile faraja uwe nayo wewe na familia? Yaani kitu gani ambacho unakihitaji kutoka kwa wadau? Ningeomba labda waniongezee mtaji wangu hapa. Kama vile kuna frame yao bado sijaimalizia. Okay. Ningemalizia kule nje. Ningefurahi sana. Kusudi uweze kufanya biashara kubwa. Niweze kupanua biashara yangu vizuri. Na kingine labda ni wheelchair. Mtazamaji, umesikia ndugu yetu vitu ambavyo amevihitaji, lakini pia kukuongezea kama angeweza kupata angalau hata usafiri ambao una uwezo wa kumsogeza katika eneo iwapo kama atakuwa amepata dharura yoyote. Manake kiuhalisia sehemu hii Mahumbi ambapo tupo, kwanza hali ya hewa ilivyo ni ya baridi sana, alafu kuna umbali mrefu sana, yani kutoka mjini au tuseme center mpaka hapa kuna umbali mkubwa sana ambao kiuhalisia huwezi kutembea tuseme kwa baiskeli au kwa miguu, kuna umbali mkubwa sana. Ni maombi machache sana kwa watu ambao wanakuwa wanahitaji msaada kama huu. Sisi tulitegemea labda atasema labda anahitaji kitu kingine tofauti, lakini kahitaji mtaji wa kuweza kuongeza katika biashara yake ili kusudi aweze kuendesha maisha yake ya kila siku. Tunaye Sheikh Amana, naye kwa bahati nzuri tulikuwa naye katika ziara hii, na inshallah naye alikuwa na machache ya kuongezea ili kusudi kuweza kujaziliza katika. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam. Ndugu zangu, nimewahi kufika hapa mwanzoni wa sisi tulipokuwa tumeanzisha taasisi miaka ya nyuma. Niliwahi kuja na watu hapa kwa ajili ya kumwombea msaada kijana huyu, lakini wakati ule taasisi yetu ilikuwa ni changa sana. Kwa sisi tulitumia wenzetu tukawaleta tukitegemea kwamba wao wangemsaidia, lakini kwa bahati mbaya mpaka leo nimerudi tena kwake bado nimekuta hali yake ni ile ile. Kwa nawaomba jambo hili sasa hivi inalitia katika mikono ya Fadhakir Islamic Foundation. Sisi tutasimama imara katika kuhakikisha kwamba kijana huyu pamoja na majirani zetu wote ambao wako maeneo haya, yani pale tunapoweza kumsaidia mtu kwa hali yake ya aina yote tutalifanya hilo. Kwa hiyo tunaomba tumsaidie kama alivyotueleza mwenyewe kwamba ana sehemu ambayo anajenga ili akuze biashara yake. Tumsaidie kumaliza lile eneo, tumsaidie kuongeza mtaji,
ili aweze kuangalia familia yake, ana familia, aweze kuangalia familia yake na Allah subhanahu wa ta'ala ampe wepesi katika maradhi yake. Tutatuma namba za simu pamoja na akaunti ya benki ya Fadhakir kwa yoyote ambaye atajitolea, au anaweza kuwasiliana moja kwa moja na mimi nikamleta au nikapokea anachotaka kutoa kwa ajili ya kijana huyu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.